واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا اليوم عن أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة متينة من قواعد الإيمان، به تنال الدرجات وترفع المقامات وبه يجد العبد حلاوة الإيمان في قلبه. أحبتي في الله، قرن الله سبحانه وتعالى طاعته بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وليس للجنة طريق إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. فموضوعنا اليوم هو مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات تقال ومشاعر عابرة، بل هي عقيدة راسخة في القلب تظهر آثارها على الجوارح بالعمل والاتباع. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن محبته يجب أن تزيد على محبة الإنسان لنفسه التي بين جنبيه ولأهله وولده والناس أجمعين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر أولها فقال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala
na kumtakia rehma na amani mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, mada yetu ya leo katika khutba, kama nilivyotangulia kusema kwa Kiarabu, ni inahusu msingi kubwa miongoni mwa msingi za Kiislamu, na nayo ni msingi wa kumpenda mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na alama ambazo zinaonyesha ya kwa mja anampenda mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ahibati fillah, kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam sio maneno tu ya mtu kudai na kusema tu kwa mdomo. Sio maneno peke yake ya mtu kudai na kusema kwa mdomo wake, wala si hisia za kusemwa na kupita peke yake, bali ni aqida ambayo inatakiwa ikite mzizi wake ndani ya moyo wa mwanadamu ama Muislamu. Ni aqida ambayo yatakikana idhihirike athari yake kwa viungo vyako, kwa kutenda amal na kufuata nyayo na mwongozo wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah anamwambia mtume wake, sema ikiwa kweli mnampenda Allah, basi nifuateni mimi. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah atawapenda nyinyi na pia Allah atawasamehe madhambi yenu. Ibn Kathir rahimahullah katika kufasiri hii aya anasema, hii aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameweka ni mizani juu ya kila mwenye kupenda kudhihirisha ama kudai ya kwamba anampenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ila hali anasema katika upande mwingine hafuati njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anatubainishia kwamba mtu ambaye atadai ya kwamba anampenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kisha hamfuati mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, fa innahu kadhibun fi da'wah hatta yattabi'a shar'a al-muhammadi. Anasema huyo mtu basi ni msema uongo, anadanganya katika yale anayodai mpaka awe anamfuata mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, anafuata sunna yake, anafuata dini yake katika maneno yake, katika vitendo vyake, na katika kila hali ambayo anapitia katika maisha yake. Ahibati fillah, mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha katika hadithi ya kwamba mahaba yake yatakiwa iwe imezidi mahaba ya kila kitu, mpaka mtu nafsi yake awe anampenda mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuliko hata nafsi yake. Hadithi iliyoko katika sahihain iliyopokewa na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema, mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amesema, la yu'minu ahadukum, hatoamini mmoja wenu imani ya kisawasawa, hatoamini mmoja wenu imani ya kikamili, hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, mpaka niwe, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, mpaka awe yeye anapendwa kwa nafsi zetu zaidi ya mapenzi zetu kwa wazazi na watoto na watu wengine wote. Yatakiwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyobainisha hadith, tumpende kuliko familia zetu, tupende kuliko kila kitu mpaka nafsi zetu. Katika hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman. Mambo matatu yakipatikana kwa mtu, ama sifa tatu zikipatikana kwa mtu, basi atakuwa ni mwenye kupata ladha ya iman. Akataja ya kwanza, akasema mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, an yakuna Allahu wa rasuluhu, ni awe Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapendwa zaidi kwa nafsi yake kuliko kila kitu katika hii dunia. Kwa hiyo ahibati fillah,
masahaba ridwanullahi alaihim walifahamu sana hii mahaba na wakaielewa na wakiitekeleza kwa vitendo vyao, kama vile tunavyosoma katika athar na ahadith, tunavyoelezwa katika siyar. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawman akhidhan bi yadi Umar. Siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam ameshikilia mkono wa Umar, kisha Umar akamwambia, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa hakika wewe nakupenda zaidi kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu. Bimaana nafsi yangu Umar naipenda zaidi kuliko mtume, lakini watu wengine wote nakutanguliza wewe na natanguliza mahaba yako juu ya mahaba ya kila kitu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Anamwambia, ewe Umar, sio hivyo, na haiwezi kuwa sawa mpaka mimi nikuwe ama mahaba yangu ikiwe ni zaidi ya mpaka mahaba ya nafsi yako. Yani unanipenda mimi kuliko nafsi yako na kuliko kila kitu. Umar radiyallahu anhu kisha akamwambia, ya Rasulullah, fa innahu al'an wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay, la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Akamwambia, hivi sasa ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, mimi nakupenda zaidi kuliko kila kitu mpaka nafsi yangu. Ndio mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, al'ana ya Umar, bimaana al'an tahaqqaqa imanuka wa kamul. Hivi sasa ndio imani yako imekamilika baada ya kuwa umedhihirisha mahaba ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam kwa vitendo vyako, na umedhihirisha ya kwamba unatanguliza mahaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko mahaba ya nafsi yako. Alimkujia bwana mmoja mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja, akamwambia, ya Rasulullah, mata saa, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ni lini kiyama? Kiyama kitasimama lini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, wama a'dadta laha. Kwanza nikuulize swali lingine, wewe umejitayarisha na nini? Umejitayarisha na nini kwenda hiyo kiyama? Akamwambia, ma a'dadtu laha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqah walakinni uhibbu Allah wa rasulahu. Akamwambia, mimi sikujitayarisha sana na kuswali sana, sina sala nyingi nilizoziswali, wala sijafunga sana, wala sijatoa sadaka sana, lakini na jambo moja ambalo ni muhimu, nalo ni kwamba mimi nampenda Mwenyezi Mungu na nampenda mtume wake. Walakinni uhibbu Allah wa rasulahu. Faqala sallallahu alayhi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Wewe hivi sasa umeeleza na kubainisha ya kwamba unampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, basi utakuwa pamoja na yule ambaye unampenda. Utakuwa na yeye hapa duniani na utakuwa na yeye kiyama ndani ya pepo, kama alivyomueleza mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema Anas, fama farihna ba'da al-islam farahan ashadda min qawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta. Anasema Anas, hatukufurahi baada ya Uislamu, baada ya kuwa tumepewa Uislamu na Mwenyezi Mungu akatupatia taufiki na akatuongoza, hakuna amal ambayo tumefurahia kama vile tulivyofurahia, ama zaidi ya vile tulivyofurahia maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, fa innaka ma'a man ahbabta, wewe utakuwa pamoja na yule ambaye unampenda. Ahibati fillah, bila kupoteza mahaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaijua hukumu yake katika dini ni wajib. Mahaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam ina fadla nyingi na thawabu nyingi, lakini leo katika hii sehemu ya mwisho ya khutba nimependelea kiasi ya uwezo ambayo Allah atanijalia nijaribu kufafanua na tukumbushane kuhusu alama zinazoonyesha ya kwamba sisi tunampenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la kwanza, ahibati fillah, huwa al-imanu bihi wa tasdiquhu wa ittiba'u sunnatihi sallallahu alayhi wasallam. Ni kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kufuata na kumsadikisha
na kufuata sunna zake mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ahibati fillah, al-ittiba'u huwa dalilu al-mahabbati al-awwal wa huwa shartu sihhati hadhihi al-mahabba. Kufuata mtume sallallahu alayhi wasallam ndio dalili ya kwanza ambayo inaonyesha kwamba wewe unampenda mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni dalili ya kuonyesha ya kwamba wewe unafuata mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni sharti ya kusihi mahaba ambayo unayodai. Ikiwa kweli mahaba yako kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni kubwa na unampenda yeye zaidi, basi lazima utamfuata mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika aya kama tulivyosoma, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Anasema katika aya nyingine, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Asema, enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mtiini mtume wake wa rasula, na kumtii Mwenyezi Mungu na kutii mtume wake sallallahu alayhi wasallam ni kufuata amri zake na kujiweka mbali na makatazo yake na kusadikisha na kuamini kila anachosema mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ahibati fillah, kama tunavyojua, mtu anapompenda mtu mara nyingi anapenda kumuiga na kumfuata vile anavyofanya, na itakuwa si sawa kudai mahaba ya mtu ama unampenda mtu ila hali unaenda kinyume na vile anavyofanya, unaenda kinyume na amri yake, unaenda kinyume na makatazo yake, na ila hali katika upande mwingine unadai ya kwamba unampenda yeye. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ikiwa kweli madai yako ya kwamba unampenda yeye ingekuwa ni kweli, law kana sadiqan la ata'tahu, ungemtii, ungemfuata, ungetekeleza amri zake, ungefuata sunna zake, kwa sababu innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kwa sababu mwenye kupenda basi humfuata anayempenda, humuiga, hufanya vile anavyotaka, hufanya vile anavyofanya. Hiyo ni dalili ya ishara ya kwanza ama dalili ya kwanza ya kuonesha ya kwamba tunampenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Sitakuwa ni mwenye kutaja dalili nyingi kwa sababu ya wakati. Sehemu ya pili ama alama ya pili, nusratuhu sallallahu alayhi wasallam hayyan wa mayitan, wa nusratu dini wa sunnati sallallahu alayhi wasallam, kumnusuru mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake na baada ya kifo yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Ahibati fillah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipowasifu masahaba amewasifu ya kwamba wanakuwa ni wenye kumnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam, na walisimama na yeye na walitoa mali yao na wakatoa mpaka kila kitu, mpaka mtu alikuwa ako tayari kufa kwa ajili ya kumkinga mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kutetea dini yake, kutetea sunna yake mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika suratul Hashr anasema, wayansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Akielezea, akizungumzia masahaba, anasema wanamnusuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wanamtetea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa rasulahu, na wanamtetea mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika humus sadiqun, hao ndio wasema kweli. Wale ambao wanasema ukweli katika mahaba yao ni hao ambao wanamnusuru mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na wanasimama na yeye katika kila hali. Ahibati fillah, kisa tunazo nyingi katika sira ya kuonesha vile masahaba walifanya juu chini kuhakikisha ya kwamba da'wa imefika kila sehemu, na kuhakikisha ya kwamba mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hafikiwi na ile madhara ambayo washirikina na makafiri wanampangia. Kisa ya Abu Bakar radhiyallahu anhu, nakumbuka katika hijra Abu Bakar radhiyallahu anhu vile amejitolea pamoja na familia yake yote
katika sehemu ambazo amepitia Abu Bakar radhiyallahu anhu alipomuona Suraqa ibn Malik anatokezea nyuma na anamfuata mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na anajua ya kwamba Suraqa akimchukua mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa katika hatari, na Suraqa hawezi mwacha mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu amewekewa ngamia 100 yule ambaye atamleta mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Abu Bakar radhiyallahu anhu akawa anatembea mara nyingine mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam na mara nyingine anakuwa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam, huku anatoa machozi, analia akimuona Suraqa anawafuata nyuma, anataka kuwachukua. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Abu Bakar radhiyallahu anhu, ma yubkik, ni nini kinachokuuliza ewe Abu Bakar? Kwa nini unalia? Unaogopea nafsi yako? Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuuliza hivyo, Abu Bakar akamjibu akamwambia, ya Rasulullah, siogopei nafsi yangu, bali naogopea nafsi yako pindi ninapoona huyu mushrikina anatufuata nyuma, bali mimi nakuogopea asije akakudhuru, asije akakufanyia jambo ambalo huenda likatuletea sisi shida. Ahibati fillah, mnakumbuka kisa ya Abu Talha al-Ansari radhiyallahu anhu katika vita vya Uhud, pindi makafiri walipowazidi nguvu Waislam, wakawa wanatafuta kila mbinu kumuua mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abu Talha alikuwa anasimama mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam ili mishale zinazokuja zote zimpate yeye, lakini isimpate mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume anakuwa nyuma yake, kila mshale inaporushwa, mkuki unapokuja, anaona zinampata Abu Talha, na baada Abu Talha anatangulia kwa makafiri. Akawa mtume sallallahu alayhi wasallam mara nyingine anainua kichwa kuangalia makafiri kama kweli bado wanamshambulia. Kisha Abu Talha anamwambia radhiyallahu anhu wa ardah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, usiinue kichwa chako. Anamwambia, fawajhi liwajhika fida ya Rasulullah, uso wangu leo nimeutoa muhanga kwa ajili ya kukinga na kulinda uso wako ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo walikuwa tayari kutoa mpaka nafsi zao ili mtume sallallahu alayhi wasallam abakie salama, ili hii da'wa iwe inafikia kwa kila kona ya dunia, iwe kila mtu atafikiwa na da'wa hii na ataokoka, na kisha atakuwa mwenye kumfuata mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ahibati fillah, miongoni mwa madhahir ama dalail ni ta'dhimuhu sallallahu alayhi wasallam wa tawqiruhu wal adab ma'ah, ni kumtukuza mtume sallallahu alayhi wasallam, kumtukuza kwa moyo wako, kwa vitendo vyako, idhihirike ya kwamba wewe unampenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuwa na adabu na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa yakunu ta'dhimu bil qalb, kama vile kumtukuza mtume sallallahu alayhi wasallam inakuwa kupitia kwa moyo ya mtu, kwamba kutakidi ukubwa wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kutamka kwa ulimi, kueleza na kumtaja mtume sallallahu alayhi wasallam kwa zile sifa ambazo anastahiki. Wa yakunu bil jawarih ta'atan wa mutaba'ah, yakunu ta'dhimu bil jawarih, kumtukuza mtume sallallahu alayhi wasallam inakuwa kwa vitendo pia, kwa kumfuata, kumuiga, kufanya vile alivyofanya, kujiweka mbali na kila alichokataza mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ahibati fillah, jambo la 4 ama alama ya 4 ambayo inaonyesha ya kwamba unampenda mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kathratu salati alayhi, ni kukithirisha kumsalia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lianna man ahabba shay'an akthara min dhikri, kwa sababu atakayependa kitu basi hukithirisha kukitaja kila wakati. Kama unampenda mchezaji fulani, basi maadallah utakuwa kila wakati ukimtaja tu huyo mchezaji. Kama unapenda klabu fulani kama vile wanavyofanya watoto wetu, basi utakaa kila wakati ukitembea, kila sehemu ambayo unaenda unahakikisha ya kwamba unataja hiyo klabu. Basi ikiwa unampenda mtume sallallahu alayhi wasallam, akthir min dhikrihi sallallahu alayhi wasallam,
wa khassatan idha dhukir, hasa pindi anapotajwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya, bakhili wa kikweli kweli ni yule ambaye nitatajwa mbele yake Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na kisha asiniswalie. Kwa hiyo hasa pindi mtume anapotajwa, wewe Muislamu inatakiwa umswalie na ukithirishe kumswalia katika zile awqat ambazo zimekuja na fadhila tofauti, kama vile usiku wa Ijumaa na siku ya Ijumaa, kama vile anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, akthiru salata alayya yawm al-jum'ati wa laylat al-jum'ah, kithirisheni kuniswalia mchana wa Ijumaa na usiku wa Ijumaa. Hizi ni hali tofauti ambazo zimekuja thawabu zaidi, lakini Muislamu yatakiwa akithirishe kumtaja Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akithirishe kumswalia kila wakati. Ahibati fillah, min al-madahir wa min ad-dalail tamanni murafaqatihi fil janna wa shauq ila ru'yatihi, miongoni mwa alama za kuonyesha ya kwamba unampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba utamani kuwa rafiki yake katika pepo Mtume sallallahu alayhi wasallam, upende kumuona, uwe na hirs na pupa ya kwamba leo kama ningepata nafasi ya kumuona Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ningefanya juu chini nimuone Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Amepokea Muslim katika sahihi yake hadithi kutoka kwa Abu Huraira akisema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, min ashaddi ummati li hubban, miongoni mwa watu ambao katika umma wangu wananipenda zaidi kuliko wengine, nasun yakununa ba'di, watu ambao watakuwa baada yangu, bimaana hawatakutana na mimi, watakuja baada yangu. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, anapenda mmoja wao, angependa mmoja wao lau kama angeniona kwa kutoa familia yake yote, kwa kutoa mali yake yote. Haya yote anafanya ili amuone tu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, awatoe fida watoto wake na familia yake yote, mali yake yote iende, lakini apate tu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kumuona mara moja. Basi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa ni watu ambao watakuja baada yangu na watakuwa na mahaba kiwango hicho. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله, baadhi ya salaf imepokewa kutoka kwao ya kwamba walikuwa wanasemanga pindi wanapotamani kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaziambia nafsi yao na kuambia wenzao, ghadan nalqa al-ahibba Muhammadan wa hizbah, ama vile ilivyokuja katika riwaya zingine Muhammadan wa sahbah alayhi salatu wassalam. Walikuwa wanaambia nafsi zao baada ya kuwa wanakuwa na pupa ya kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, wana mapenzi zaidi ya kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam na hawawezi muona kwa sababu ameshafariki. Wanasema kesho inapofika siku ya kiyama baada ya kufariki, nalqa al-ahibba, tutakwenda kukutana na watu ambao tunawapenda. Ni kina nani hao ambao tunawapenda? Muhammadan wa hizbah au Muhammadan wa sahbah. Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ni mtume wetu, pamoja na masahaba wake, pamoja na watu ambao wamefuata njia zake sallallahu alayhi wasallam, basi kesho tutakwenda kukutana na wao. Ahibati fillah, ili kuonyesha ya kwamba sisi tunampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, yatakiwa mahabbatu ali baiti wa sahabatihi alkiram wataraddi anhum wadifai anhum, kupenda familia yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ali baitihi sallallahu alayhi wasallam, kupenda masahaba wake, kuwa radhi na wao kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa radhi na wao,
kuwaombea ridha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila wanapotajwa masahaba za mtume sallallahu alayhi wasallam na familia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni aula kutangulizwa kwa waumini kuliko nafsi zao, na wake zake mtume sallallahu alayhi wasallam ni mama zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wasia siku moja anasema udhakirukumullah fi ahli baiti. Amerudia mara 3 haya maneno, anasema nawakumbusheni sana, nawakumbusheni kwa jina la Mwenyezi Mungu kuhusu familia yangu, kuhusu familia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya maneno mtume sallallahu alayhi wasallam ameyarudia mara 3. Kwa hiyo ni wasia kutoka kwake akitukumbusha ya kwamba tupende familia yake, tupende masahaba wake, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amesema khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Wa bora kwa hii umma ni wale ambao wameishi katika karni ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha wanaofuata na kisha wanaofuata. Kwa hiyo madamu wao ni bora kuliko sisi, wameishi na mtume sallallahu alayhi wasallam, wamevumilia kila shida kwa ajili ya kumchunga mtume sallallahu alayhi wasallam na kumtetea na kutetea sunna zake, basi yatakiwa sisi waislamu tuwe tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Anasema msitukane masahaba zangu. Falau anna ahadakum, lau kama mmoja wenu anfaqa mithla uhudin dhahaban, atakwenda kutoa sadaqa kiasi ya jabal Uhud, mlima wa Uhud, akakusanya dhahabu kama hiyo kisha akatoa sadaqa, anasema ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, basi hangefikia pishi ambalo ametoa sahaba, wala nusu ya pishi kabisa. Kilo 2.5, kilo 3 vile tunavyopima ya chakula ama ya dhahabu anapotoa sahaba, basi wewe ukitoa hata jabal Uhud dhahabu huwezi fikia hiyo kiasi wala hata nusu yake. Hii ni kuonyesha kwamba masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuwapenda na kusema radiyallahu anhum pindi wanapotajwa ni katika mahabbati nabii sallallahu alayhi wasallam, min idhar wa alamat mahabbat, madahir wa alamat mahabbati nabii sallallahu alayhi wasallam. Ahibati fillah, kulingamana na wakati, alama zinazotajwa ni mingi, hatutaweza kuzimaliza, lakini la muhimu ahibati fillah, tumpende mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na tudhihirishe mapenzi yake kwa vitendo vyetu. Tuwe tunamwamini, kumsadikisha kila anachosema na kufuata njia zake na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, sunna zake. Kwenda sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam inapo vunjiwa heshima, hadithi zake mtume sallallahu alayhi wasallam, sunna zake, basi yatakiwa waislamu na waumini wawe watasimama juu chini kumtetea mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna yake na kutetea sunna za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ahibati fillah, tunahimizana na tunakumbushana, haya ni mambo ambayo tunayajua. Tunapompenda mtume sallallahu alayhi wasallam, isiwe ni mahaba ya kudai tu iko ndani ya moyo, bali lazima matendo yetu yawe yanaonyesha mahaba, maneno yetu yawe yanaonyesha mahaba, pamoja na kuwa na i'tiqad ambayo imetulia iko thabiti ndani ya moyo wako. أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن صحابة رسول الله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وتوفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم اجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.